Hey, karibu kwa story time. Leo tunaangalia kisa cha mwanamke ambaye hakutawala taifa, hakufanya muujiza mkubwa, hakuingia kwa madhabahu kuhubiri, lakini aliacha kisa ambacho kinagusa katika historia na ambacho kitakuwepo katika vizazi na vizazi. Ninamzungumzia Rispa katika Biblia. Sasa huyu Rispa alikuwa mpenzi wa Sauli. Of course alipata watoto na yeye. Alafu si waelewa, Sauli na watoto wake kama vile Jonathan wanauawa. Sasa huyu mwanamke, kwa sababu ilikuwa inajulikana kwamba ni mpenzi wa mfalme hakuna mtu ambaye alimgusa. Sawa sawa, akabaki pale. Actually baadaye alikuwa na uhusiano na mkuu wa majeshi ambaye alikuwa katika serikali ya Sauli. Lakini sasa baadaye pia huyu na yeye anamtoka. Rispa anabaki peke yake. Actually that is not even the story. Wakati Daudi anaanza kutawala taifa la Israeli, kwa miaka 3 mvua hainyeshi. Daudi anaenda kwa Mwenyezi Mungu, anauliza Mungu, mbona hatuna mvua? Mungu anamwambia ni kwa sababu kiongozi aliyekutangulia Sauli alimwaga damu isiyo na hatia. Hiyo ilikuwa ni damu ya Wagibeoni. Sasa wakati taifa la Israeli linateka lile eneo na kuishi katika eneo lile, Wagibeoni hawakupigana na wao, ila walifanya mkataba, wakaelewana kwamba sisi tutaishi na nyinyi kwa amani. Lakini Sauli sijui nini kilimuingia, anaua Wagibeoni. Sasa ndiye hapa Mungu anamwambia Daudi kwamba kuna damu ambayo ilimwagika bila hatia, na ndio inafanya kwamba hakuna mvua katika taifa la Israeli kwa miaka 3. Sasa inakubaliwa kwamba ili kosa hili likasahihishwe, lazima wana wa Sauli wauawe. Sasa wana wa Sauli wanatafuta waliobakia, na wanapatikana hawa wawili wa Rispa, sababu si wanadamu ya Sauli. Wanachukuliwa na wanauawa. Kumbuka Sauli na Jonathan nilikwambia walikuwa washauawa. Mark that, nitarudi hapo baadaye. Huyu mama anaitwa Rispa anaenda kwa miili ambapo ilikuwa imetundikwa, anakaa pale, anachukua gunia lake actually usiku na mchana, analala pale akichunga miili ya watoto wake. Kwa sababu gani? Kwa Myahudi wakati ule, yani ilikuwa ni aibu kubwa sana mtu kuuawa alafu mwili wake uliwe na ndege wa angani au wanyama wa mwituni. Sasa Rispa akasema, watoto wangu wameuawa ndio, lakini hii aibu kwa Myahudi ilikuwa aibu kubwa sana. Akasema hii aibu si kwa watoto wangu. You can imagine, eneo ambalo limetengwa, kuna miili, alafu kuna mama anakataa kutoka. Sasa hivi tungemuita ni mchawi, amerukwa na akili, hayuko sawa. I'm very sure watu waliongea maneno mengi kwa siku, wiki, miezi. Yule mama akakataa kuondoka. Usiku analinda ile miili, wanyama hakuna mnyama aligusa. Mchana ako hapo anafukuza ndege. Watu wakamsema, nafikiria kuna watu ambao marafiki wa karibu walijaribu kumshawishi, wakamwambia ondoka, hii imeenda, heal from this and what. Si mnajua zile stories ambazo tunaambiwa. Rispa akakataa katakata. Sasa wakati watu wameongea, wamechoka, taarifa ile ikizunguka ikamfikia Daudi mfalme. Kumbuka mvua bado haijanyesha. Daudi anaambiwa, unaona yule mama ambaye wanawake waliuawa, amekataa kutoka penye miili iko. Kwa sababu gani? Anachunga miili, ndege wa angani wasiguse, wanyama wasiguse usiku. Ndio Daudi namgusa, anatoa amri, anasema ile miili ichukuliwe pamoja pia na miili ya Sauli na Jonathan ambao walikuwa wameuawa mapema, ikapewe mazishi ya heshima. Na sababu ni amri ya mfalme, inafanyika hivyo.
Yule mama roho yake sasa inatulia. Kwa sababu gani? Haki imetendeka. Lakini wachana na hilo kwanza. Wakati miili hii imezikwa kwa heshima, Biblia inasema ndipo Mungu anawaachilia mvua inanyesha. Yaani kwa maneno mengine, watoto hawakuwa wanahitajika kuuawa. Ni haki ambayo ilikuwa inafaa kutendeka. Lilikuwa ni suala la haki, lakini Daudi akalibeba kama suala la kisiasa. Back to Rispa, mwanamke ambaye alikataa katakata ku give up wakati watoto wake wanauawa. And I am here to tell you, sijui ni kitu gani ambacho unapitia katika maisha yako. Do not accept to give up. Shikilia kabisa, ng'ang'ana kabisa. Na kwa kina dada ambao mnanisikiliza, mnanitazama, kuna nguvu kubwa sana wakati mwanamke anakataa kukata tamaa. Wakati mwanamke unabeba watoto wako, unawainua katika mbele za Mwenyezi Mungu, unashikilia kabisa, something always happens. Na katika hilo ambalo umelishikilia, watu wamekuambia achilia hiyo kazi, hapana. Unaambiwa sijui hiyo familia, hapana. Hiyo kitu, hapana. Mimi niko hapa kukutia moyo na nikwambie, ng'ang'ana kabisa hadi mwisho. Kwa sababu gani? Kuna mfalme ambaye yuko juu mbinguni. Mwisho wa siku atasikia kilio chako, na wakati atasikia kilio chako, ataachilia mvua kutoka juu mbinguni, itanyesha katika maisha yako. God bless you.